muitisha waandishi wa habari mtoe ripoti ya uchunguzi wa fedha walizochanga wafanyabiashara wa mkoa wa Arusha mwaka 2018 milioni 400 ziko wapi, zimetumikaje, wahusika wako wapi? Ile hela ilikuwa inakontroliwa na aliyekuwa mbunge aliyekuwa mkuu wa mkoa ambaye sasa hivi ni mbunge, Mheshimiwa Gambo. Mkuu wa mkoa, tumefika sehemu sisi tulipochaguliwa kwa viongozi kwenda kuangalia kwenye akaunti hakuna hata 100. Sasa tunauliza imeliwa na nani? Tumepambana, mimi nimepambana hapa mpaka TAKUKURU. Nikaondoka hapa TAKUKURU wakaniambia mpaka tuwapate wale viongozi. Nimeondoka hapa nimeenda na gari, nikaenda nikapanda pikipiki yangu nikaipandisha kwenye treni. Nikashuka Pugu pale. Nikawatafuta wale jamaa mpaka nikampata gari la huyo mwenyekiti. Nikapata TAKUKURU, nishampata yule mwenyekiti aliyechukua zile hela, nimepata gari yake ikamateni. Wakasema wewe rudi tu tutaishughulika. Kwa mimi nikawaletea namba ya gari hakuna, lakini kuna milioni 120 Mheshimiwa mbunge alielekeza iende kwa wamama, kikundi kinaitwa Uwawaje. Sasa wale wengine wamekula ile milioni 280. Si hatuwaoni? Hii 120 nayo ingerudi sasa. Si ilienda kwa wamama, ilitoka kwenye account yetu ikaenda kwa wale wamama. Sasa kwa tunaambia TAKUKURU kama wale milioni 280 ilienda kwa wale viongozi hawapatikani, hii 120 ambayo ilitoka kwenye account yetu mpaka matajiri waliotoa wanalalamika, wanasema nyie hatutaki tena kuwasaidia kwa sababu hela yenu mmekula kijinga. Sasa waliokula ni wengine. Sasa sijui kuna kimkuti gani hapa ambacho kinacheza, mpaka sijakuambia tu kwa sababu sasa tunanyamaza tu kwa sababu kelele ikishapiga kila siku upati haki. Unanyamaza tu na wewe usije ukapotea. Maana nafika sehemu unaogopa sasa. Kwa sababu najaribu kujiuliza, nimeshasikia mimi hata nilipokuwa mwenezi nilikuja hapa nikaambiwa kuna hela za bodaboda. Sasa hivi mkiniambia ushirika mna milioni 20 ambazo Mheshimiwa Rais amechanga na mnatakiwa muwe na 100 ili muweze kupewa pikipiki na muwe na duka lenu. Sasa najiuliza, hizi zinazochangwa sasa hivi zitakuwa salama vipi wakati zile 400 hazijulikani ziko wapi? Ndio swali ambalo tunataka tuwaulize. Lakini na pili, kwani kwenye hizo hela zilizoko kwenye akaunti hakuna signatory? Mheshimiwa, nijibu hili la kwanza. Ile hela alipokuwa anasimamia Mheshimiwa mbunge kipindi hicho ni mkuu wa mkoa, ambaye sasa hivi ni mbunge. Sasa kuna kitu tuliambiwa kwamba, sitaki kutaja watu, lakini tuliambiwa kwamba bodi ya wadhamini watakuwa kundi B na A. Ambaye A walikuwa wale viongozi wetu, B watakuwa wale wahisani waliotoa. Lakini kumbe ilikuwa ni maneno, kwenda kwenye uhalisia hakuna hiyo kitu. Sasa baada ya kuwa sasa ile hela wale viongozi wakaonekana wametoka, kwa hiyo kuna ujanja umetumika hapa ambao sisi wenyewe tunaangalia kwa nini hela hizo zimetoka. Sasa cha pili, ile hela ilikuwa inakontroliwa na aliyekuwa mbunge aliyekuwa mkuu wa mkoa ambaye sasa hivi ni mbunge, Mheshimiwa Gambo. Walikuwa na control ile. Kwa hiyo ofisi ya mkuu wa mkoa hapa inajua. Kwa sababu mimi hapa siwezi kuwa nasimamia hela alafu lasi ajui. Alafu chama cha ushirika kijui. Alafu mweka hazina wa mkoa hajui. Maana hao watakuwa lazima wao wanajua. Hakuna nani afisa vijana anajua hii station yote. Kuro. Kwa hiyo hela ilikuwa inasimamiwa hapa. Hata kadi zetu za pikipiki ambazo zilitoka nyingine ziko hapa mpaka leo. Kwa hiyo hapa tukibanana hapa tunapata hela. Of course. Basi tuanze na moja sasa hivi. Nitafuteni afisa ushirika wa mkoa, afisa vijana wa mkoa, alafu na watu wa fedha wa hapa. Waiteni waje hapa haraka kwenye kikao. Kwa nafasi hii, hili swala kwetu lilikuja na tulichunguza. Tatizo kubwa tulilopata ni kuwapata watuhumiwa. Tumeshirikiana na jeshi la polisi kuwatafuta hao watuhumiwa wawili ambao ndio walikuwa signatories wa ile account, hatujapata bado. Kwa uchunguzi unaendelea, kwa maana kuwatafuta watuhumiwa Shenda Keita, tukamleta mtu ambaye alikuwa anatumia namba ya simu ya huyo mtuhumiwa mmoja, tukamleta hadi hapa, lakini akawa simu mwenyewe. Inaonekana kulikuwa na mahusiano mabaya katika kutoa zile pesa, kwa sababu chama cha ushirika kiko Arusha, lakini zile hela unaona zimekuwa withdrawn mara 3 kwenye account ambazo ziko Dar es Salaam. Sasa unaona wakati sisi tukiambiwa kwamba ile account ilikuwa controlled na aliyekuwa mkuu wa mkoa na hela zilikuwa haziwezi kutoka bila yeye,
lakini bado hela zinatoka Dar es Salaam. Kama waliwithdraw fedha Dar es Salaam, waliwithdraw kupitia ATM au walienda benki? Na kama walienda benki, signature zao ili benki iweze kutoa ziko wapi? Na kama benki ilitoa na wale sio wahusika, benki imechukua hatua gani? Na kama walitumia ATM, maana yake kuna kamera, kuna picha zao, picha zao ziko wapi? Ili hawa mabodaboda wote wa mkoa wa Arusha waone kwamba hawa ndio wanachukua fedha zao. Lakini pia kama mbunge au mkuu wa mkoa wa kipindi kile ndio mwenye idhini ya kusimamia utoaji wa fedha, yeye ndio akisha saini zinatoka au akishaamuru ndio zinatoka. Na yeye mbunge kila siku analia kwamba fedha za bodaboda zimefanya nini? Zimeibiwa. Sasa nani anayeiba? Maana kama yeye ndio kutoa saini, maana yeye analalamika hajasaini, ndio maana fedha zimefanya nini? Zimeibiwa. Ziko wapi? Mheshimiwa Mwenyekiti, zamani kidogo kwanza labda niseme jitihada ambazo tumezifanya. Kwa mfano kwenye hiyo akaunti ya uwawaji ya umoja wa wanawake ambao naona kiongozi mmoja anasema kwamba kulikuwa na milioni 120 ziliingia. Ni kweli ziliingia na watu walizirejesha kama milioni 68. Na ile akaunti sisi tumeizuia mpaka leo. Kwa ile amount bado iko kule uwawaji. Mmezuia kwa sababu gani? Tumezuia kwa sababu tunaendelea nazo uchunguzi ili watu wasije katoa pesa kwenye ile akaunti. Kwa sababu tunaamini ambayo kuna milioni 60 tayari. Ndio, zipo tumezizuia. Ambayo hizo za bodaboda. Ni za bodaboda kwa sababu zilienda bila utaratibu kule uwawaji. Zilienda bila utaratibu huko uwawaji. Kutoka huku nani alitoa kutoka huku kwa bodaboda kupeleka kule bila utaratibu? Hao signatory wawili ambao tunawatafuta. Ambao mjawapata mpaka leo. Mheshimiwa mkuu aliyeelekeza zitoke kule ni mheshimiwa mbunge na ilipo zake ziko. Yaani wao lazimishe transfer ila ziende kwa wanawake na yeye akatai. Sasa tunasema kama zilitoka kwenye akaunti ya bodaboda ikaenda kwa wanawake, maana yake tumewakopesha wangetakiwa warudishe. Sasa warudishe. Sisi tunakulilia hapa milioni 60, milioni 20 au milioni 10 ya kwenda Karatu na wakati tulikuwa na milioni 400. Sasa ngoja nikuulize swali. Ndio. Ndio kimebadilika. Sisi tafuta baadaye. Mbadilika kwa mkutano wa hadhara. Sasa nikuulize swali. Kama hawa wanajua na mheshimiwa mbunge amekiri kwamba yeye ndio kahamisha pesa. Mimi jamani nisikizeni vizuri ndugu zangu. Mimi kitu pekee ambacho siwezi kukubali kwenye mkoa ni serikali kuendelea kutupiwa matope ya kwamba imeficha wezi alafu serikali imekaa kimya. Ni kumchafua mheshimiwa rais na sisi wasaidizi wake. Haya maneno mimi nimeanza kuyasikia nikiwa mwenezi serikali ya mkoa wa Arusha inatuhumiwa. Nimekuja kwenye mkutano wa mwenezi hapa, nafikiri mnakumbuka. Mkanyanyua mpaka na kuongea pale Kilombero habari ya bodaboda. Nimekuja kwa mkuu wa mkoa anaisikia bodaboda kila na mheshimiwa mbunge anasema wazi kabisa kwamba serikali inaficha, inashika kukamata wezi. Sasa swali, katibu anasema milioni 120 zilipelekwa kwa kina mama kwenye kikundi sijui cha kina mama cha kina nani. Nyinyi TAKUKURU nasema zienda kinyume na utaratibu. Ndio. Aliyepeleka kinyume na utaratibu ni nani? Ni viongozi wa bodaboda leo. Watuhumiwa ambao tunataka. Kwa sababu wewe umesema hauwezi kutoa fedha bila idhini ya aliyekuwa mkuu wa mkoa. Hayo kwenye document yoyote ni maneno ambayo yanasikika kwa tukiongeza na viongozi wakasema hiyo, lakini kwenye documentation haipo. Sawa. Kwa hiyo nyinyi mmekuta milioni 60 na wahusika mjawapata, hela zimebaki kwenye akaunti. Anayefaidika ni nani? Kwa nini msikamate kwamba hela zenu milioni 60 hizi hapa? Ndio. Wakati tunaendelea kuwatafuta hawa wahusika. Ili hawa nao waendelee kufanya shughuli na wale waliochangia waone matokeo ya fedha zao walio support vijana wao. Mheshimiwa, nilipigiwa simu nikaambiwa mweka hazina anaitwa Edwin Tesha anaumwa yuko Rombo, ametoka Dar es Salaam. Nikamwambia TAKUKURU yule mweka hazina Edwin Tesha yuko Rombo, anaumwa na kisukari, hali yake ni ngumu, mkimfuata huyu anaweza kawaonyesha wengine walipo. Hakuna majibu. Wanajuaje wao nyinyi msijue? Au umekubaliana kuichafua serikali? Hiyo simple. Mheshimiwa, maana hawa wanapata taarifa. Wameenda Sombetini.
Sinoni kule. Wamekuta mmoja aliyekuwa anahusika anajenga na nyumba na wake wawili. Na wake wawili. Tena na wake wawili. Nyinyi TAKUKURU hamjui. Unajua, tushaenda hapo Sobetile Mose. Yule mke wake ameparalyze yuko pale. Na huyo bwana tushaweka mitego kumpata ule hajawahi kuja hapo. Kwa mke wake yupo ameparalyze anaumwa pale nyumbani kwake. Tushafika hapo. Hata hiyo Rombo ilishakuja taarifa, tukaenda hadi Rombo. Hii anayosema hii ni mara pili, hii kaileta juzi tena. Lakini mara kwanza ilishakuja taarifa, tukaenda hadi. Kienda nyinyi mnamkosa. Hayupo. Kwa hiyo nani sasa nani mkuzapo mngoja? Okay. Kama hizi taarifa wanawapa wao hao watu wa bodaboda mkoa. Ndio. Mnaenda mnakosa. Za kweli mnaanza kupata ni zipi? Mheshimiwa, tushafanya kazi kubwa sana kuhusiana na. Yaani ni kama vile tukiwa kazi kubwa brother, listen to me. Kazi kubwa ni matokeo, hawa watu hela zao. Ni kweli. Yaani wanakuja, mtu anakuja kwenye chombo cha mamlaka chenye sheria na nguvu na utaalamu, tunaibiwa jamani. Alafu hawapati majibu. Unasemaje umefanya kazi kubwa? Na labda mkuu mimi nikuombe. Ni kweli kwamba TAKUKURU wanaonyesha dhahiri shahiri kutoweza kupatia hili jambo. Lakini pia tukigeukia benki, nadhani kama sikosei inawezekana ni sheria ambayo ilitungwa 2016 ya masuala ya fedha, kwamba ulikuwa hauna uwezo wa kutoa fedha nyingi namna hiyo. Nadhani kama chini ya milioni 10 kuna utaratibu benki wanaotakiwa kuweza kufanya. Lakini tukiangalia walipokuwa wanatoa fedha, kuna milioni 39, milioni 43. Je, na benki walikuwa wanatumia vigezo gani vya kuhakikisha kwamba hawa watu wanawapa fedha nyingi namna hiyo? Kuna penyewe nadhani hapo kwa watu ambao wanafahamu sheria kwenye vifungu, nadhani wanaweza kutusaidia kuweza kupata mwanga kupitia kwenye upande wa benki. Unajua kinachotokea brother, vile jisikia vibaya kwamba hao vijana wana akili sana kuliko sisi tunaofanya kazi. Yaani najisikia vibaya sana vijana hawa ambao hawajasomea uchunguzi, hawajui mambo ya Finance Act, hawajui mambo ya makundi yanavyotengenezwa na utengenezaji wa katiba. Yaani wanakuwa na uwezo mkubwa wa kujiuliza maswali, alafu nyinyi hao maswali hamna na wala hamna majibu nayo. Tunamaliza yote. Yaani wizi yupo wapi? Tunamaliza yote. Yaani hapa sisi tunataka kupata watu wote. Lakini uchunguzi wote tushafanya. Niko kote tushafanya. Watu wa benki tushaujua wote. Kwa watu wa benki wamesemaje kwamba utaratibu wa utoaji wa fedha ulifuatwa? Wanasema ulifuata. Yaani kwa uchunguzi wenu? Ya kwa uchunguzi wetu sisi pia tunaona kuna tatizo la kwenye kutoa pesa kwa sababu sheria inaruhusu kufanya hivyo. Kwa hiyo sheria ndio ina tatizo. Niseme sheria yani financial regulations zinaruhusu za kibenki, ndio shida hiyo. Kazi ndio Mungu aniepushe nayo. Zinaruhusu. Kazi ya uongozi. Kazi na kumwomba Mungu akuepushe nayo. Sasa hapa ni kwamba sisi tunaotaka haki tunakuwa wabaya. Afu wezi wanakumbatiwa. Hivi kweli hawa wafanya biashara, ndio maana mimi Mungu aliongoza kusema hakuna mkoa wa Arusha kuchangisha wafanya. Yaani watu wanachanga hela kwa mapenzi makubwa milioni 400. Afu kweli hivi aliyetoa hela yake akisikia hizi story anajisikia. Na aliyekuwa na matumaini ya kusaidiwa, anakuonaje wewe uliokuwa na mwahidi kwamba utamsaidia? Afu kingine, kiongozi aliyekuwa mkuu wa mkoa, mbona hamjawahi kumpa majibu ili yeye asisimame hadharani na kuendelea kuishutumu serikali? Kama swala hili kweli ya kwamba mmeshafanya uchunguzi, mmefika hatua, sasa imebaki hatua mnawatafuta tu wale wahusika. Kwa nini msingemweleza kiongozi kwamba bwana tunaendelea na utafutaji, ukipata taarifa za wale wahusika tuambie? Lakini kila kisimama anasema serikali haichukui. Alimemtumka kama muongera hapa kila anasema hakuna kitu, uwezo anaachwa tu. Sasa Namba updates na nyingi. Sasa kama majibu kama haya sana haki ya kulalamika. Na nakumbuka mheshimiwa mbunge alisema kabisa watu wapo. Sasa inakuwaje mmoja wa watu ndio wahoja anawaambia watu wapo. Vijana wakipita huko mtaani anasema watu wapo. Nyinyi hamwapati. Baada ya mwezi wa 3 ana 27. Kama hakuna majibu, maana yake wote tutakonkludi nyinyi ni sehemu ya wao. Sawa?
Kama hakuna majibu, maana sisi wote tutaconclude kwamba huu mchezo tunachezeshwa, lakini nyinyi ni sehemu ya wanufaika. Tunajitansuaje kwenye hizi lawama za vijana hawa ambao wanaona wahusika, afu nyinyi wenye mamlaka wakamata mmoja? Sisi hapa Arusha na jioni TAKUKURU mlifanya kazi kubwa. Tumerudisha milioni 500 na ngapi za Arusha DC? 520